Movie inaanzia hapa. Auntie Becca yuko anaongea na mtoto wa marehemu dada yake, mpwa wake anaitwa Precious. Precious yuko anamdadisi sana auntie yake ajue mahali anapofanyia kazi, lakini Auntie Becca aligoma kata kumwambia mpwa wake mahali anapofanyia kazi, huku akimwambia we Precious, na wewe una siri zako ambazo hutaki mimi nijue. Unajifanyaga unaendaga huko kwa marafiki zako kusoma, ukute una mambo yako hutaki mimi nijue, basi ibaki hivyo hivyo. Mimi sitaki wewe ujue ninapofanyia kazi. Sasa kituo cha kushuka wote wakawa wameshuka kituo kimoja. Sasa Precious wakati anavuka barabara hakuwa makini, nusu agongwe. Sasa anti yake hili tukio akaliona na akalivalia njuga kweli kweli, akamtukana huyu dereva kwamba ni kipofu, kwani haoni? Kwa nini anataka kumulia mpwa wake? Alimtukana matusi kweli kweli ya jumla na rejareja. Huyu jamaa anaitwa Frank. Frank aliona hili kama sio sawa, kwa sababu huyu mtoto hakuwa makini wakati wa kuvuka. Kwa nini huyu Auntie Becca amtukane kiasi hiki na akamdhalilisha sana? Huyu jamaa hakutaka kugombana na huyu mwanamke, ikabidi anawe mikono na kumwambia Auntie Becca kwamba atakuja kukutana na kiboko yake. Yeye amenawa mikono akaondoka zake. Sasa alivyoondoka tu huyu jamaa, Auntie Becca akamsihi mpwa wake awe makini siku nyingine wakati wa kuvuka barabara. Wote wakaagana na kila mtu akaenda katika njia yake. Huyu msichana anaitwa Miranda. Miranda anaona mazingira ndani ni machafu kweli kweli. Kaka yake ni mvivu, anakula chakula anaacha bila hata kukosha vyombo, anaacha mazingira yakiwa machafu na rafu kweli kweli. Miranda akamfuata kaka yake na kumwambia, kwani unakuwa na tabia mbaya? Embu amka. Nini tena? Sasa huyu kaka yake na Miranda anaitwa Zion. Dada yake akamwambia, tabia yako mbaya, mbona umeacha vyombo vichafu? Sikiliza, kwanza mfanyakazi mwenyewe anakuja leo. Kwa nini nijisumbue na kati kuna mfanyakazi anakuja kukosha vyombo hapa? Naomba uniache nilale tafadhali. Basi Miranda akaondoka akiwa amekasirika kweli kweli, akaenda na kufungua mlango, akamfungulia mlango Precious. Sasa Miranda anasoma shule moja na Precious. Sasa Precious ana siri yake moja, huwa anakuja nyumbani kwa kina Miranda kufanya kazi za ndani, halafu hulipwa pesa, na anti yake hajui kuhusu hilo. Basi bibie huyu akaingia jikoni na akakuta mazingira machafu, vyombo vichafu, akafanya kazi yake iliyomleta humu ndani. Huku Auntie Becca yuko anashangaa anajiuliza, sijui nyumba yenyewe itakuwa ni hii, sijui ni hii. Akaenda akagonga mlango katika hii nyumba na Miranda akamfungulia mlango. Sasa Auntie Becca akajitambulisha kwamba yeye amekuja kwa ajili ya interview ya kazi za ndani, akakaribishwa ndani. Sasa Zayoni alipomuona Auntie Becca akasema, jamani, mbona huyu mfanyakazi mzee ataweza kazi kweli? Unasemaje? Basi Miranda akamwambia, achana naye huyu, simsikilize. Auntie Becca akauliza, hakuna mtu mzima kwa ajili ya kunifanyia interview? Miranda akamwambia, baba yetu, lakini baba ameenda kazini, hayupo, kwa hiyo sisi tutakufanyia interview. Sasa Zion akamwambia Auntie Becca, sasa kama unataka kufanya kazi humu ndani, lazima uwe unaniletea mademu humu ndani, unipe burudani, vitu kama hivyo. Auntie Becca akaona kama vile huyu kijana anamdharau kweli kweli. Wewe ni chizi, hawa una akili. Auntie Becca akakasirika kweli kweli na kutoka katika hii nyumba. Sasa Auntie Becca akatoka mpaka nje akajifikiria sana. Unajua yuko na shida kweli kweli ya kazi. Ikabidi tu ajishushe na kurudi ndani. Zion akamwambia Auntie Becca, kipi kimekurudisha humu ndani? Auntie Becca akasema, nina shida sana ya kazi kusema ukweli kutoka moyoni. Kwa hiyo niko tayari kufanya kile unachotaka, kukuletea mademu, nitakuletea. Sasa kilichokuwa kinakufanya unakataa mwanzoni ni nini? Kama uko tayari kunitafutia wanawake, kazi ushapata, wala usiwaze. Sasa Miranda akamwambia, mimi sijui hayo makubaliano yenu, lakini hapa kimekuleta kazi na interview yako inaanza sasa hivi. Nenda huko jikoni. Unaitwa nani? Auntie Becca.
Okay, sasa anza kazi yako sasa hivi. Huko jikoni kuna mtu, kwa hiyo utaenda kwa huyo mtu, mtafanya kazi wote pamoja, sawa? Auntie Becca akaenda mpaka jikoni. Sasa amefika huko akasema, wewe Precious, unafanya nini hapa? Auntie Becca, na unafanya nini hapa? Sasa hapa kibembe kweli kweli. Sasa Auntie Becca ndo akagundua kwamba mpwa wake huwa anajileta katika nyumba hii na kufanya kazi. Sasa siri ambayo kila mtu alikuwa anaificha imefichuka sasa, kwamba huyu bibie huwa anaenda katika nyumba za watu kufanya usafi kwa ajili ya kupata pesa, na hata hivyo anti yake ni dada wa kazi pia, anafanya kazi za ndani kujipatia kipato. Auntie Becca kama amekasirika na kumwambia, kwa nini unafanya hivyo? Mimi naweza kupambana kwa ajili yako, kwa nini unafanya kazi? Sasa huyu bibi akamwambia auntie yake kwamba amefanya hivi kwa ajili ya kumsaidia tu. Hata hivyo auntie yake hajipendi tena, hapendezi tena kwa sababu yake yeye, kwa hiyo anafanya hivi ili amsaidie pia. Auntie Becca akamwambia Precious, nilimwahidi mama yako kwamba nitapambana, nitakulea, nitakupeleka shule, sawa? Nitafanya kila kitu kwa ajili yako, kwa hiyo tafadhali usije ukafanya kazi eti kusema unanisaidia. Haya ni majukumu yangu, unanielewa? Precious akamwambia auntie yake amsamehe, yeye alikuwa anajaribu tu kusaidia. Auntie Becca akamkumbatia mpwa wake akimwambia kwamba wala asijali tena, ameshamsamehe. Basi akamuuliza, hawa ni wakina nani, unafahamiana nao vipi? Precious akamwambia, nasoma na Miranda, kwa hiyo yule mwingine sisomi naye, ninawafahamu. Frank amerudi nyumbani. Sasa huyu jamaa ndiyo baba wa hao watoto. Sasa amefika na kuwaeleza watoto zake kwamba leo nilikuwa na siku mbaya sana. Akawaelezea watoto zake kwamba amekutana na jamaa mmoja huko barabarani, hakuwa makini wakati wa kuvuka barabara, hivyo wakawa wamegombana, wamechenjiana kweli kweli. Sasa huyu jamaa hakuwa mwazi kwa watoto zake. Huyu jamaa hapendi kabisa kuonekana ni dhaifu mbele ya watoto zake, hivyo akadanganya kwamba alikutana na mwanaume huyo, hakuvuka vizuri barabarani, akaishia kumchapa vichapo kweli kweli, huku akionyesha mfano kabisa kwa kijana wake jinsi ambavyo amemfundisha adabu huyo jamaa, hata kuja kurudia tena kutokuwa makini barabarani. Basi kijana wake akampongeza baba yake akimwambia mtoto wa nyoka ni nyoka. Basi jamaa huyu akawa anawadanganya watoto zake, huku akijiambia kwamba yeye ni jasiri, anaweza kujilinda yeye pamoja na familia yake. Sasa wakati huo Auntie Becca akawa amejitokeza kwa ajili ya kumsalimia bosi wake mpya. Sasa huyu bosi bana alipomuona tu Auntie Becca akamuuliza, wewe unafanya nini hapa nyumbani kwangu? Umefikaje hapa wewe? Sasa kwa hasira kweli kweli, Auntie Becca akawa tu anaomba msamaha na kumwambia nisamee bosi, lakini huyu jamaa alimfukuza akamwambia huyu Auntie Becca atafute vitu vyake na aondoke katika nyumba yake. Auntie Becca akamfuata Precious na kumwambia kwamba yule mtu ambaye ametukana naye asubuhi ndio mmiliki wa hii nyumba. Sasa itakuweje na kazi inaitaka sana hii kazi. Sasa Precious akamwambia auntie yake asijali, yeye ataenda kuongea na huyo bosi na kila kitu kitakuwa sawa, yeye amwamini tu. Basi Precious akaenda kuongea na Frank. Precious alivyofika hapa akamsalimia Frank huyu, asa akauliza, we ni nani? Miranda akamwambia baba yake, nasoma naye shuleni, huyu huwaga anaenda katika nyumba za watu, anafanya kazi za ndani kwa ajili ya kupata kipato. Sasa huyu jamaa akauliza, ni kweli, kwani wewe huna wazazi? Si una wazazi, si ndio? Fikiria sasa, oneni mwenzenu anafanya kazi, si mvivu kama nyie, anafanya kazi, anapata kipato kwa ajili ya kuwasaidia wazazi wake. Mtoto mdogo kama huyu, nyie kufanya kazi ndogo tu humu ndani hamwezi. Hivi kwa nini mna tabia mbaya nyie watoto? Hata kukosha vyombo hamwezi, lakini mtoto mdogo kama huyu mnalingana naye, anafanya kazi
kubwa kabisa, tena anatembea katika nyumba za watu. Jaribuni kubadilika jamani. Hongera, sawa, naona hata wazazi wako wanajivunia wewe, hongera sana. Akamwambia asante. Precious akamuomba Mr. Frank muda kidogo pembeni wa faragha waongee pamoja, kuna kitu anataka kumuomba. Basi Mr. Frank akawaambia watoto zake wampishe kidogo aongee na Precious. Sasa Mr. Frank akamwambia, ni shida gani? Yaani watoto zangu hawakupi hela kutosha au ni nini? Unataka kuniambia nini? Sasa wakati anamwangalia vizuri Precious akasema, ni wewe. Si ni wewe tulikutana asubuhi? Akamwambia ndio, ni mimi, tulikutana kule barabarani. Sasa huyu jamaa akakasirika kweli kweli, akamwambia unafanya nini hapa kwangu? Unisamee mimi na anti yangu, maana anti yangu anahitaji sana hii kazi. Huyu jamaa akajieleza kwamba anti yako amenidhalilisha sana leo, amenikunja hadi roba mimi, naomba muondoke, sitaki kuona hapa nyumbani kwangu. Precious akamuomba sana Mr. Frank awasamee, maana anti yake alifanya yale yote kwa ajili ya kumlinda tu. Walikuwa anaogopa kwamba atagongwa na atafariki, ndio maana alikuwa anaogopa, akamjibisha vibaya Mr. Frank. Lakini Mr. Frank akamwambia wewe ondoka. Precious akasema sawa, nitaondoka, lakini naomba niwaelekeze kwanza watoto zako. Nataka niwaambie kwamba uligombana na mwanamke au kugombana na mwanaume. Sasa huyu baba yeye anapenda sana kuonekana picha nzuri kwa watoto zake, kwamba yeye ni jasiri na ni mtu ambaye hagombani na wanawake. Kwa hiyo anapenda sana kujijengea picha nzuri kwa watoto zake. Sasa huyu bibi akamuomba sana Mr. Frank awape kazi basi, na yeye atanyamaza hata waambia wakina Zion ni ukweli. Precious akamfuata anti yake akamwambia kwamba kazi tumeshapata, umeshapata kazi anti. Sasa akamuuliza fanyeje? Nimetumia maujanja tu, lakini kazi ushapata. Wewe mimi unajua sikuamini, wewe umefanya nini wewe? Amna maujanja tu, wewe nenda huko kaongee na bosi, kila kitu kiko sawa. Auntie Becca akaenda kuongea na Mr. Frank. Mr. Frank akamwambia, wakati naongea na wewe niangalie usoni, unanisikia? Akamwambia sawa. Sasa Mr. Frank akamwambia kwamba Auntie Becca anatakiwa ahamie katika hii nyumba yake, afanye majukumu yake masaa 24 na atalipwa mshahara wa 1,500,000. Yeye hapendi uchafu, pia hapendi uvivu, hivyo huyu bibie achakalike kweli kweli, afanye majukumu yake vizuri. Sasa Auntie Becca akamwambia huyu bosi wake kwamba ana ombi moja, anaomba ahamie na mpwa wake katika hii nyumba. Huyu jamaa akamwambia, kama unataka kuhamia na mpwa wako ni sawa, lakini mshahara pekee nitakao kulipa ni 1,500,000 tu basi. Basi Auntie Becca akakubaliana na huyu jamaa. Auntie Becca yuko anafanya majukumu yake ya kazi humu ndani, akapokea simu kutoka kwa Miranda. Miranda akamwambia aje haraka chumbani kwake. Akaenda chumbani kwa Miranda. Miranda akatoa maburungutu ya pesa na kumpatia Auntie Becca, akamwambia nenda kaninunulie chokoleti. Chokoleti pesa zote hizi? Akawa anashangaa, maburungutu haya, mapesa ni mengi kwa ajili ya chokoleti tu. Basi ikabidi tu aende kununua chokoleti. Sasa wakati huo Precious akaja akamwambia Miranda, si ungenituma mimi kwenda kununua hizo chokoleti? Wewe shida yako ni nini? Embu kwanza subiri, naona unajisahau sana Wewe na anti yako humu ndani mmekuja kwa ajili ya kazi, na anti yako ni mfanyakazi wangu, hivyo nina haki ya kumtuma, pia tunamlipa mshahara. Kama umemaliza kuongea, naomba utoke chumbani kwangu. Huko Zion anamuita Auntie Becca kijakazi. We kijakazi, hebu njoo hapa. Unaniita mimi? Kwani kijakazi wako wangapi humu ndani? Si wewe? Nenda kanioshie matunda hayo. Jamani, mbona kama mjinga wewe, unashindwa kushikilia hayo matunda mpaka yadondoke chini? Hebu nenda kanioshea hayo matunda. Hebu njoo hapa, rudi hapa. Mbona unisikilizi maagizo yangu ninayotaka kukwambia mengine? Si umeniambia nikaoshe matunda. Nakwambia hivi bado sijamaliza, nisikilize. Umesikia? Nataka uende ukanipikie tambi. Sasa unaenda wapi jamani
mbona hujaniuliza natakaje tambi zangu zipikwe? Haya, unataka nipikaje tambi zako? Nataka unipikie pamoja na roast, changanya na roast ya nyama, weka na pilipili. Unanielewa? Pilipili ya kutosha uweke. Unanielewa? Sawa. Sawa kivipi? Sema sawa bosi. Sawa bosi. Sema watoto wa kishua hawa changamoto kweli yani. Sasa huyu Aunty Beka yuko jikoni anasema jamani, dharau gani hizi? Lakini hana namna, anataka pesa na maisha ni magumu, inambidi tu avumilie. Huku Zion yuko anachambua tambi, hajazielewa. Anamuita kijakazi, we kijakazi. Aunty Beka akaja. Aunty Beka akamuomba Zion asimuite kijakazi, amuite tu Aunty Beka. Kwani kijakazi sio jina lako? Si ndi kazi yako hapo, natakiwa uitwe kijakazi. Hizi tambi umezipikaje? Mbona umepika vibaya sana hizi? Mbona tambi hazina shida? Mbona umeniwekea mboga za majani kwenye tambi? Mbona umeniwekea mboga za majani? Uliona wapi tambi zinaekwa mboga za majani? Mboga za majani zinasaidia, zinakufanya uwe na afya bora. Kwani mimi sijui kwamba mboga za majani zinaita afya bora? Sijapenda kabisa. Sasa wakati huo Miranda akaja akauliza, kwani shida nini? Si huyu mpozi hajui hata kupika tambi. Sasa wakati huo Precious akaja akasema, nini? Unamuita nani mjinga? Unamuita aunti yangu mpuzi? Zion akachukua maji akammwagia Aunty Beka. Asa tukio hili lilipandisha hasira kwa Precious. Akamwambia, wewe ni chizi Zion, wewe umechanganikiwa umechanganikiwa. Akamsukuma Zion. Zion ni mtoto akishua, mtoto mlaini, hana hata nguvu. Basi palishika kuchanika humu ndani, ugomvi kweli kweli. Precious hataki aunti yake aonewe. Wanawezaje kumuonea aunti yake? Sasa wako wanagombana humu ndani. Mzee wa hii nyumba Mr. Frank akaja akauliza, ni kitu gani kinaendelea hapa? Mr. Frank akawaambia watoto zake waende chumbani, na huyu Mr. Frank akawafuata watoto zake chumbani kwenda kuongea nao. Mr. Frank alivyoingia tu humu chumbani akaanza kuwagombeza watoto zake kwamba wana tabia mbaya, hawana nidhamu kwa watu wakubwa wala heshima. Ndio maana wafanyakazi hawakai katika hii nyumba. Hivyo huyu jamaa hakutaka hata kuuliza chanzo cha ugomvi ni nini. Anawajua watoto zake tabia zao mbaya. Akamgombeza sana Zion pamoja na Miranda na akawapa adhabu ya kutoka katika hiki chumba siku nzima. Pia hawatashika simu wala kula chakula. Mzee alichafukwa sana kwa tabia mbaya za watoto zake. Mr. Frank akawafata wakina Aunty Beka pamoja na Precious. Akawaambia kabisa kwamba wala msiniambie chochote yani. Na wajua watoto zangu, hao watoto zangu hawana heshima hata kidogo. Wanafukuza kila mfanyakazi anayekuja katika hii nyumba, wanawafanyia visa. Hivyo nimewapa adhabu. Hawatakula siku nzima, hawatashika simu wala hawatatoka katika hiki chumba, na hamna mtu asimfungulie mtu yote mlango. Hakuna mtu atakayewafungulia mlango. Mmesikia? Msiwape chakula. Hizi ni tabia gani sasa Mimi nikifa hao watoto wataishi na nani? Hao watoto wana tabia mbaya sana. Sitawasamehe kwa siku ya leo. Hakuna kuwapa chakula. Mmenielewa? Sasa huu jamaa anawalea hawa watoto peke yake. Mke wake alikwisha fariki. Baada ya muda mwingi kupita, Precious pamoja na aunti yake wakaja kuwaletea chakula hawa watoto, wakati baba yao aliwaambia wasiwaletee chakula, lakini akawaambia tuongee kistaarabu. Lakini huyu Zion hakutaka kusikiliza chochote kutoka kwa Aunty Beka, akimwambia kwamba awaachie chakula kwa lazima. Lakini Aunty Beka akasema asiwezi kuwapa chakula kwa lazima. Yaani nimekuja hapa kwa ajili ya sisi tuongee, lakini unaleta kiburi. Sasa huyu Miranda akawa anamwambia Aunty Beka ampatie tu chakula, asimsikilize Zion. Aunty Beka akakasirika akafunga mlango. Zion akamwambia dada yake, sasa unaomba nini? Acha kuwaomba bwana. Sasa wewe njaa inakuuma, baada uwaombe watupe chakula, unaleta kiburi chako jamani. Hebu badilika basi. Ndio maana umepigwa. Nimepigwa? Wewe ni chizi, unaongea uchizi tu. Aunty Beka amerudi jikoni akiwa na Precious. Sasa Aunty Beka akawa anasema na waonea huruma wa watoto, watakuwa na njaa. Twende tukawapelekea chakula kwa mara nyingine. Sasa Aunty Beka akarudi sasa huko chumbani kuwaletea chakula na akawaambia,
mko tayari kwa ajili ya sisi tuongee kiutu uzima? Jamani, wewe tuletee, tupe chakula hicho, kama utaki ondoka. Jamani, wewe mtoto kweli unadharau. Akataka kuondoka, Miranda akamuomba Aunty Becca, please, naomba tafadhali tupatie chakula, nina njaa mimi. Aunty Becca akawaambia, sisi tuko hapa kwa ajili ya kazi tu, tafadhali msitengenezee mazingira magumu. Nyie watoto mna baba yenu ambaye anawapenda, anawajali, anawapambania. Kwa nini mnafanya vitu vya ajabu? Mama yenu angekuwa hai asingefurahia haya matendo yenu. Tafadhali, wewe sio mama yetu na una haki ya kuongea hivyo. Zion, ndio mimi sio mama yenu, lakini nawaeleza tu, baba yenu leo yupo. Baba yenu akiondoka mtaishije katika haya maisha? Basi fanyeni tu kwa ajili ya marehemu mama yenu basi. Angekuwepo mngekuwa mnafanya haya mnavyomfanyia baba yenu. Zion, wewe ni mtoto wa kiume, baba yako anakutegemea, badilika. Baba yenu hapendi tabia zenu. Sasa Zion maneno haya yakawa yamemuingia sana, yani akamkumbuka na marehemu mama yake, jinsi ambavyo walikuwa wanaishi pamoja, na mama yake asingependa kuyaona haya matendo ambayo wanayafanya. Miranda naye akasema, nimemiss mama yangu pia. Basi wakapewa chakula na hawa watoto wakaahidi kwamba hawatamtengenezea mazingira magumu Aunty Becca pamoja na Precious. Wakawa wamekuwa na ukaribu, wanacheza game pamoja kama familia yani. Sasa wakati wakiwa wamejiachia humu ndani, Aunty Becca pamoja na Zion, ghafla hodi ikawa imegongwa. Mr. Frank amerudi. Sasa huyu bibi amewafungulia hawa watoto kinyume na Mr. Frank alivyoagiza. Aliagiza hawa watoto wafungiwe ndani, wasipelekewe chakula, yani wakae chumbani tu, lakini Aunty Becca amefanya kinyume kabisa na bosi wake. Huyu bosi akawa ameingia ndani. Sasa bosi huyo akauliza, mbona kama nasikia muziki wa kelele ulikuwa unatoka huko ndani? Aunty Becca akasema, hapana, hamna muziki huko ndani, labda ni majirani. Basi Mr. Frank akapanda kuelekea chumbani kwa watoto zake. Alipofika tu akamuuliza, Zion yuko wapi? Akasema Zion yuko bafuni. Huyu jamaa akaenda kuhakikisha. Kwenda kule akarudi sasa akamwambia, mbona bafuni hayupo? Ndio Zion sasa kujitokeza. Mzee akakasirika akasema, ni nani amewafungulia? Aunty Becca akajitokeza kwamba yeye ndiye aliyewafungulia, aliwaonea huruma, njaa zilikuwa zinawauma. Huyu jamaa akakasirika kweli kweli, akasema umeenda kinyume na vile nilivyokuambia. Sasa akamwambia atamfukuza kazi, ameonyesha utovu wa nidhamu. Sasa wakati anamwambia hivyo, Zion akaanabisha, anamwambia baba yake sio sawa, hana makosa, ni sisi ndio wenye makosa, hastahili kufukuzwa kazi. Mr. Frank akataka mzabe kibao kijana wake. Ghafla huyu dada wa kazi akadondoka chini. Sasa hawa watoto wakamchukua Aunty Becca na kumpeleka chumbani apumzike, maana huyu bibi anajisikia vibaya. Sasa akawashukuru hawa watoto kwa jinsi ambavyo wamemjali na walivyokuwa wanamtetea asifukuzwe kazi. Wakamwambia, sisi ndo tunatakiwa tukushukuru. Aunty Becca akawaambia hawa watoto, naombi moja tafadhali, naombeni mnisaidie. Ombi la Aunty Becca ni hivi, hawa watoto waombe msamaha kwa baba yao. Aunty Becca akamweleza sasa huyu bosi wake awasikilize watoto zake tafadhali. Sasa hawa watoto wakamuomba msamaha baba yao na wakasema kwamba wako tayari kubadilika, watakuwa watoto wazuri. Sasa Mr. Frank akawaambia watoto zake, nafanya haya yote kwa ajili yenu, najaribu kuwa baba na kuwa mama kwa wakati mmoja kwa ajili yenu, na nafanya yote haya hata kuwapa adhabu. Sio kwamba siwapendi, nawapenda sana watoto zangu, lakini napambana sana kuwarekebisha muwe mna tabia njema, kwa sababu nawaza pindi mimi nikiondoka mtaishi na wakina nani na mko na tabia mbaya. Hivyo napambana sana wanangu, na ninafanya yote haya kwa ajili yenu, naombeni mnielewe. Basi akawasamehe watoto zake, akawaambia nimewasamehe, sawa watoto zangu, kama mmeahidi kuwa watoto wazuri basi nimewasamehe.
Asubuhi sasa Zion yuko jikoni pamoja na Aunty Beka, anafundishwa namna ya kupika na wanapika chakula pamoja. Sasa Mr. Frank anaamka, anamuona sasa binti yake anajifunza namna ya kufanya usafi. Precious anamfundisha na binti yake anaonekana yuko tayari kusafisha na kufanya kazi ndani, anafanya usafi. Sasa hili tukio lilimshangaza kweli kweli Mr. Frank, akaona namna ambavyo binti yake anajaribu kubadilika. Akaenda mpaka jikoni, akamkuta Zion akiwa yuko jikoni na Aunty Beka. Mr. Frank akamwambia sasa huyu dada wa kazi kwamba naona mazingira ni masafi, nyumba ni safi sana nikupe pongezi. Sasa huyu Aunty Beka akamwambia kwamba usafi amefanya Zion humu ndani. Sasa akashangaa akasema, mwanangu huyu Zion ninayomjua mimi ndo aliyefanya usafi humu ndani. Aunty Beka akamwambia ni Zion ndiye aliyefanya usafi na hata hiki chakula amepika Zion. Sasa huyu jamaa akashangaa kweli kweli mabadiliko ya watoto zake. Pia akamshukuru sana Aunty Beka namna ambavyo kwa muda mfupi amewabadilisha watoto zake. Akamshukuru sana. Mr. Frank na familia yake wako mezani wanakula chakula. Sasa Precious akachukua chakula chake akataka kwenda kula chumbani. Mr. Frank akamwambia, unaenda wapi? Naenda chumbani kula chakula. Hapana, njoo kae hapa tuketi pamoja tule. Hapana, naweza kula chumbani. Nimekwambia njoo ule hapa mezani. Basi bibi huyu akajisogeza na kula hapa mezani. Sasa aunti yake akaja akamwambia, wewe unafanya nini hapa? Kwa nini unamfukuza mtoto? Mwacha kae hapo ale. Hata wewe pia unatakiwa ukae hapa. Sema nabidi sasa niongeze viti viwe 5 na wewe ukae hapa uketi na sisi tule pamoja kama familia. Mwache bana ale hapa. Kwanza sasa hivi tutakula pamoja, sawa? Sasa Precious akamsifia Zion chakula chake ni kizuri, kwamba amepika vizuri sana. Mr. Frank akasema, kusema ukweli watoto zangu wamebadilika sana kwa muda mfupi. Yaani hata sijui Beka umetumia nini kuwabadilisha watoto zangu. Hebu niambie nikupe zawadi gani mimi ili ufurahie. Aunty Beka sema unataka zawadi gani? Sasa Aunty Beka akawaambia, mapambano yangu yote ambayo mimi ninayafanya ni kwa sababu ya mpwa wangu. Nafanya kila kitu kwa ajili yake. Hivyo naombi moja, hata kama nikiwa niko hai au nisiwe hai, na kuomba sana umwangalie mpwa wangu, umsaidie mpwa wangu, ikiwezekana hata umwasili mpwa wangu. Sasa huyu jamaa akasema, hiko sio kitu cha kuomba, ni kitu ambacho sisi ni familia sasa hivi, yaani hata usiniombe kuhusu hilo. Basi Aunty Beka akashukuru pia. Hii siku ilikuwa ni siku ya birthday ya Aunty Beka, na kuvaa kwake kuanzia wigi mpaka nywele ilikuwa ni udhamini wa Mr. Frank. Haya yote kwa sababu amemsaidia kuwabadilisha watoto zake, na hawa wakawa kama familia moja yenye furaha. Sasa siku hii walisherehekea siku ya birthday ya Aunty Beka na walifurahi sana. Sasa Mr. Frank yuko chumbani anaangalia picha ya Aunty Beka. Sasa yuko anawaza kweli kweli kwamba ameanza kuwa na hisia kali na Aunty Beka. Ina maana anampenda dada wa kazi. Huku Zion anamwambia Aunty Beka kwamba anampenda sana, na Aunty Beka anamwambia umri wako wewe ni mdogo na mimi ni mkubwa. Zion anamwambia kwamba umri si tatizo, yeye amempenda hivyo hivyo. Haya, wakati sasa wanapigana busu, ndo kijana sasa kuamshwa, kumbe alikuwa anaota. Aunty Beka akamwambia twende tukapike chakula. Tulisema unataka kujifunza kupika pilau, twende jikoni. Sasa huyu kijana na yeye ameanza kuwa na hisia kali kwa dada wa kazi. Baba na mtoto wake wa kiume wote wanampenda mtu mmoja humu ndani. Mbona kimbembe? Mr. Frank ameita kikao, anawaambia watoto zake kwamba anampenda Aunty Beka, hivyo anataka amuoe na hawa watoto wapate mama. Sasa hii taarifa haikuwa nzuri kwa Zion. Zion akamwambia baba yake na yeye anampenda Aunty Beka,
na hawezi kuruhusu baba yake amchukue Aunty Beka. Baba yake kabidi kwanza acheke. We mtoto, unajua kwamba yule ni mkubwa kwako, anafaa kabisa awe mama yako kabisa wa kukuzaa wewe. Sasa huyu kijana akamwambia, mimi msijali, lakini sitamwacha mwanamke ambaye ninampenda umchukue wewe. Siku inayofuata Aunty Beka amezidiwa kweli kweli, anaumwa. Mr. Frank akamuuliza, kwani shida ni nini, unasumbuliwa na nini? Lakini huyu bibie aligoma kusema shida yake inayomsumbua. Akamwambia tu atampa namba za simu wa daktari wake ampigie aje aonane naye. Basi Mr. Frank ikabidi tu aite daktari wa huyu bibie, na daktari kweli alikuja akamwangalia mgonjwa wake na akamwambia muda sahihi sasa kuambia watu wako wa karibu shida inayokusumbua. Sasa huyu bibie akawa anamwambia tu daktari, nawezaje kuwaambia? Unabidi tu uwaambie. Sasa huyu bibie yuko ana shida kubwa ya kiafya, ana saratani, anaumwa kansa. Siku inayofuata ni kweli huyu bibi alijikaza, akaita kikao na akawaambia kwamba yeye ana siku chache tu za kuishi hapa duniani, anaumwa saratani. Basi hii taarifa haikuwa njema kabisa, watu waliumia kweli kweli. Hali ya Aunty Beka ilizidi kuwa mbaya sana. Aunty Beka yuko kitandani huko anaongea na Mr. Frank. Mr. Frank anampa moyo sasa Aunty Beka kwamba wanaweza kupambana hii hali na Aunty Beka hatakufa bali ataishi. Sasa anampa moyo sana huyu bibie. Huyu bibie akamuomba ombi lake lile la mwanzoni alilomuomba la kumlea mpwa wake hata kumwasili kabisa kipindi yeye akiwa hayupo hapa duniani. Basi Mr. Frank akamwambia huyu bibie kwamba atatimiza ahadi ambayo alimpatia. Na ghafla huyu bibie akaaga dunia. Basi Mr. Frank alilia sana kwa uchungu, maana alishaanza kumpenda Aunty Beka. Nyumba yote ilijawa na simanzi. Aunty Beka amekwisha fariki, lakini Mr. Frank alitoa ahadi kabisa kwamba atamwasili mpwa wa Aunty Beka ambaye ni Precious. Movie imefika mwisho. Like, share na kucomment, pia fanya kusubscribe Sima Swahili Movies. Kwa sasa sina la ziada, kukuaga itakuwa tatizo na kupenda sana. Kwa heri.